asipokuwa na uwezo, unajua mtu wako ndani, nafsi yako isipokuwa na uwezo wa kuchukua hiyo ndoto na kuielewa moja kwa moja, ndoto zako zinakosa nguvu za kutokea kwa maisha yako. Ndio maana wengi kuna ndoto ya utajiri, kuna ndoto ya kwenda Marekani, kuna ndoto ya kwenda Ufaransa, lakini bado tuko hapa Dar. Na bado nafikiria kurudia kijijini kwenu. Na bado nafikiria kwenda Mbeya. Na bado nafikiria kwenda huko Mchakani. Sababu gani? Ndoto ulioota, nafsi yako ilikosa nguvu ya kuichukua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wakati wote utakapoota ndoto, uwe makini sana kuiangalia na kuitafakari. Ndoto zote si ndoto. Mhubiri anasema ndoto huja kwa wingi wa shughuli na wingi wa maneno. Mshawahi kusoma hii study? Amen. Ndoto inakuja kwa wingi wa shughuli na wingi wa maneno. Wewe ndio unajibu kama ni kweli au ni uongo wa Mhubiri. Sura 5 ya Mhubiri mstari wa 3 nasema, kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi na sauti ya mpumbavu kwa njia ya wingi wa maneno. Yaani Sulemani alielewa ndoto haitoki kwa Mungu, lakini ndoto inakuja kwa wingi wa shughuli. Acha nitofautishe. Haleluya. Huyu baba ni mchuuzi. Haleluya. Na alikuwa Kariakoo asubuhi, na alishinda mchana mzima Kariakoo. Akafika usiku, akaota mambo yale yale aliyofanya mchana. Hiyo ni ndoto inayokuja kwa wingi wa shughuli. Usisemaje hivi, ile maneno nilifanya mchana, ndio nilikujia kwa ndoto. Haikuwa ndoto, ilikuwa ni wingi wa shughuli. Haleluya. Kuna maneno huyu baba tunaweza ongea naye. Tulikuwa namteta mama Anastasia, au tulikuwa namteta Apostle, au tulikuwa namteta mtu fulani, alafu inafika usiku huyu baba ameanza kuota hiyo mambo tuliyoongea mchana. Ndio Biblia inasema kwa wingi wa upumbavu na maneno mengi inatokea kwenye ndoto. Hiyo maneno tuliongea mchana inanipitia kwenye ndoto. Haikupitia kwenye ndoto, ina maana ilibaki akilini, alafu usiku ikakuja tena. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna ndoto ambao ukiota imechukua ujumbe moja kwa moja. Wewe na mimi hatujawahi kukaa tunaongea jambo fulani, lakini unaota ndoto, unasema nimeota ndoto Nabii Ezekiel, nikaona eko na mke na eko na nyumba yake na watoto wake, na mimi kweli nina mke na watoto wangu. Moja kwa moja hiyo ndoto inabeba ujumbe wa maisha yangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ndoto ukiota na ukifasiria mtu ambaye amejua tafsiri, atasema maana katika ndoto kuna mambo matatu. Kuna ndoto ya shetani, ndoto ya Mungu, na ndoto yako binafsi, yaani ya akili yako. Ndio inatoka mkusema kwamba ndoto inakuja kwa wingi wa shughuli. Ndoto ya shetani inakuja kwa sababu ya kukutisha. Yoyo unaweza kuwa unalala kila siku na unatishwa usiku. Ila itokani na Mungu.
ile imekuja kwa sababu ya kukuogopesha. Hata katika unabii, nabii hawezi kukutabiria na kwambia utakufa, nenda kwa amani ya Bwana. Hawezi. Akikutabiri vile nikikuwa pale, unasema Bwana hujamalizia. Malizia maneno. Amen. Yaani Bwana akikwambia hivi, ulikuwa unapangiwa mauti, lazima Bwana ndio yeye. Lazima apindue mauti na akupatie uzima. Amen. Kwambia tangu sasa hautakufa tena, utaishi. Ikiwa ni magonjwa, tangu sasa nimeondoa magonjwa, nimekupa uzima. Maana uko mbele ya Bwana. Na neno ambalo ametamka linachukua mamlaka ya kuokoa, ya kuponya na ya kuumba. Amen. Haleluya. Amen. Mungu akikwambia utakufa na asipokupa matumaini katika hilo neno, ni kwamba moja kwa moja hautakufa tu na uchawi, pia utakufa na uoga na mawazo. Maana utakuwa naongea unasema nabii alinitabiria kwamba nitafanya nini? Nitakufa.